sana wana na binti za Mungu na kusalimu katika jina la Yesu. Ninalo jambo moja, wakati naendesha gari hapa, nimeona ninaweza kushare na wewe ujumbe kwa njia ya Roho Mtakatifu, namna gani ambavyo amenisemesha hapa naweza kuongea na watu wawili au watatu watano kwa lengo la kujaribu kuelimishana katika masuala ya kiroho. Kwanza kabisa, tumeona jinsi ambavyo ulimwengu unavyozidi kuelekea kwenye utimilifu wa wakati wa siku za mwisho. Vifo vimeongezeka kupita maelezo. Watu wanakufa kana kwamba wanakufa wanyama, maelfu na maelfu kwa siku. Miji inaharibika kila siku, mambo yamekuwa ni magumu, hatari za maisha kila sehemu mambo yameharibika. Kuna taarifa nzito zenye maumivu na kusononesha, huzuni, hofu, mashaka, kila sehemu kupo. Sasa hii yote inaashiria tunaelekea mwisho wa wakati. Lakini kuna vifo ambavyo vinatokea vya watu maarufu sana. Moja ya kifo ambacho kimetokea masaa machache yaliyopita ni ya mwimbaji wa nyimbo za Injili, anaitwa Irene. Nadhani kama ukumfuatilia sana, lakini ndio huyu hapo umemuona. Huyu dada ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Nadhani ni wale waimbaji wa nyimbo za Injili wa kizazi kipya. Kizazi kipya, Gen Z hii, namna ya mziki wake na nini, lakini ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Na kiukweli mtu ambaye unamfahamu au ambaye anaonekana kwenye social media kwa macho yako unamfahamu, akishaondoka kwenye ulimwengu, maana yake huwa inafikirishisha, inakufanya ufikiri kwa kina, utafakari. Na anapoondoka ama anapokufa mtu ambaye anafahamika, Mungu huwa anahusisha kuzungumza na watu kwenye mioyo yao. Kwa hiyo Mungu anaporuhusu vifo vya watu maarufu, kwa sehemu kubwa huwa vinagusa jamii. Ni kama taarifa ambayo Mungu huwa anaituma kwa watu walio hai, wajaribu kutafakari maisha yao na mwisho wao. Kwa hiyo kifo cha huyu binti ambaye ni mwimbaji wa nyimbo za Injili Irene kimeshtua watu wengi, kwa sababu kimekuwa ni cha ghafla. Lakini kwa nini watu wanasikitika sana? Moja, wengi wanaumia kwa sababu ya muonekano wa huyu binti, anavyoonekana, kama unavyoona hapo anavyoonekana. Kwa hivyo vitu vinawafanya watu wanajiuliza, huyu naye amekufa kweli? Wanasononeka kwa sababu wakiunganisha na ile appearance ya huyu binti. Mungu amemjalia muonekano mzuri kama binti, kwa sababu Mungu ameumba wanawake wa kila namna na watu tofauti, wanawake wa kila namna. Katika upande wa ulimwengu wa leo, katika macho ya nyama, sifa za wanawake mwenye muonekano mojawapo ni huyu, ni miongoni mwao wanawake. Kwa hiyo watu wanapotazama kwa muonekano wake na bado ni binti mdogo, amekufa. Kwa hiyo ndio kitu kinachochangia watu wanatafakari sana kwamba huyu naye ameondoka, huyu naye amekufa. Lakini jibu ambalo natamani nikwambie wewe ambaye umesikitika na umeshtushwa na kifo hiki, Mungu anaporuhusu vifo vya watu wanaojulikana, ni taarifa ambayo Mungu anazungumza na watu walio hai, ni wewe na mimi. Utafakari kwamba kifo huwa hakiogopi mzuri, kifo hakiogopi mtu mwenye shape, kifo hakiogopi mtu mwenye cheo, kifo hakiogopi mtu yeyote. Kifo kinakuja, na kinapokuja inabakiza huzuni na mshangao. Nani alifikiria juu ya Magufuli kwamba angeliondoka katika majira ambayo watu hawakutarajia? Nani alifikiria hivyo? Manake hakuna mtu aliyefikiria kama Magufuli ataondoka, na wengine wakajaribu kuomba kwamba labda Magufuli ataamka. Yani ilikuwa kama mzaha kwamba ameondoka, ilikuwa kama mzaha. Lakini Magufuli leo hayupo kabisa, na imekamilisha miaka kadhaa wa kadha. Kwa hiyo nataka nikuambie jambo moja, mtu wa Mungu. Vifo vinapotokea vya watu maarufu ni taarifa, ni kengele inayotujulisha watu wa Mungu tulio hai tufanye matengenezo kwenye maisha yetu, tujipeleleze. Vifo vinapokuja kwa ghafla ni taarifa. Inatakiwa sisi tulio hai tujiandae kwamba kifo hakigongi hodi, kifo kinakuja tu kwa wakati wote. Hasa muangalie binti kama huyu,
na inasemekana kuwa alikuwa anajiandaa kwenda kuolewa. Ndo alikuwa anaelekea kwenda kuolewa, nadhani ndani ya mwaka huu ilikuwa inatakiwa afunge ndoa. Kwa hiyo na mipango mbalimbali, lakini kifo kimekatisha ndoto za mwanaume na ndoto za huyu binti. Kifo kimekatisha ndoto zake binti huyu. Kwa hiyo ni huzuni kwa wapendwa, ni huzuni kwa watu ambao walikuwa wanamfuatilia, ni huzuni kubwa sana. Na hizo huzuni, pamoja na kwamba tutalia, wataomboleza, watalia kwa nguvu, lakini hakuna atakayemwamsha, hakuna atakayeweza kumwamsha binti huyu. Amelala. Muonekano wake tayari umepita, umeondoka. Wamekuwepo watu wengi ambao ni wenye wazuri, wenye mionekano mizuri, lakini wameondoka. Walikuwepo wakina Kanumba, wameondoka. Wenye nguvu katika macho ya watu wa aina zote, kina Kanumba wameondoka. Wapo wakina Michael Jackson wenye ushawishi ambao bado hata leo hakuna mtu aliyevunja rekodi ya Michael Jackson toka amekufa, aliyefanya mambo makubwa kwenye ulimwengu kama Michael Jackson katika wanamuziki, ambao watu wamemlilia dunia nzima, lakini hakuna mtu aliyemwamsha Michael Jackson mpaka leo. Amelala. Kwa hiyo kifo ni taarifa kwetu sisi tulio hai. Tunapogundua mtu amekufa kama hivi, unamfahamu. Alikuwa anaimba kwa pumzi, kama unavyoona hapo, binti anaimba, anakula, ana mipango mizuri. Ndivyo hivyo hata kwako. Haujui kesho utamkaje, hujui kesho mume wako atamkaje. Je, kama hamjatengeneza, hamjasameana, mmenuniana, nyinyi ni maadui? Maana yake huyu anapokufa, anakufa na kinyongo chake, anakufa na kuacha wewe hujamuomba msamaha ndugu yako. Kifo hakigongi hodi. Kwa kinapotokea kifo kama hivi, jamani, ni taarifa. Na siku za mwisho Biblia inasema vifo vitaongezeka mno kwa wingi. Vifo vitakuwa kwa kasi, ajali. Ngoja hebu kufuatilia, sijui kama ni taarifa za kweli kwamba amekufa kwa ajali. Kufa kwa ajali. Sijui ni pikipiki, mimi sijui. Lakini katika siku za mwisho unabii unaonyesha kwamba vifo vitatokea vya kutisha na kusisimua nafsi zetu na kuogofya. Kwa sababu gani? Kwa sababu vifo vitaongezeka kwa nguvu ya shetani. Mabarabarani damu zitamwagika, na sio mabarabarani tu, kila mahara damu zitamwagika. Vifo vitatokea. Mtu wa Mungu, unapoona mauti inakuja kama hivi, wewe binafsi unatafakari nini? Au kawaida ya mwanadamu akishazikwa, siku ya pili, ya tatu, ya nne, na mioyo ya wanadamu sasa hivi ni miepesi kusahau sana kuliko nyakati za zamani. Watu walikuwa wakiomboleza, wanaomboleza muda mrefu. Sasa hivi ukishamaliza kutupiwa udongo tu, watu wameshasahau, wanaendeleza yale, wanafanya yale. Lakini Mungu bado anatupa taarifa, anatuamsha. Tunapoona ndugu zetu wamekufa, wamelala mauti, sio kwamba wao ni wenye dhambi sana, na sisi sio kwamba tulio hai ni wema sana. Hapana. Unaweza kujiuliza, huyu dada kwa nini amekufa akiwa bado ni binti mdogo na hajaolewa na huenda hana mtoto hapo, lakini amelala mauti na amenyamaza, hana mtoto. Binti mdogo ndio kwanza damu ilikuwa inachemka, ndo anaanza maisha, anajitafuta. Marafiki zetu, tutafakari. Ni kweli wanapokufa tunasahau, lakini kifo kinapotokea kinatukumbusha. Wewe umemwona ndugu yako amekufa, na wewe utakufa. Wapo watu ambao wenye appearance na vyeo wanatenda matendo bila kujua kwamba na wao watakufa. Wanaua wenzao, hawajui kwamba na wao wako njiani watakufa. Ndugu yangu, unapotenda mabaya kwa mwenzako, jua na wewe utakufa. Unapoua ndugu yako, na wewe utakufa. Unapotesa wenzio, na wewe utakufa tu. Sina mengi, lakini kupitia kifo cha huyu binti Ilene ambaye ni mdogo, alikuwa anatafuta maisha yake, ndoto zake anapigania, kitupatie nafasi ya kujitafakari.